ashaddu min az-zina, kusengenya ni hatari kuliko zina. Naam, mtu mmoja akasema naam, kivipi? Alipoulizwa anasema ar-rajulu yazni thumma yatub fayatubu Allahu alayhi, mzinifu anapozini akitubia Allah anapokea tauba zake. Sawa si sawa? Amma alladhi yaghtab falan yaghfira Allahu lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu, ima yule anayosengenya hata akimwomba Allah mara 70 msamaha Allah hatomsameh mpaka amuombe msamaha yule aliyomsengenya. Waislamu tuko pamoja? Ulimi usije ukatuponza Waislamu. Ulimi ni hatari kuliko hatari zote. Na moja katika watu wema anasema jahadtu nafsi 10 sanawat walam azal ujahidaha fi amrin wala budda an afuza fihi. Anasema napambana na nafsi yangu miaka 10 sasa hivi. Kuna vita baina yangu na baina ya nafsi yangu. Mcha Mungu mmoja anasema maneno haya, na bado sijafanikiwa, lakini naamini kwa siku nitafanikiwa. Jambo gani? Akasema an asmuta amma la ya'nini, kushika ulimi wangu, kunyamaza, kutozungumza jambo ambalo halina manufaa na mimi. Abdullah ibn Mas'ud anaposikia mtu fulani amefungwa, kapelekwa gerezani, fulani yuko Keko, fulani yuko Segerea, anasema subhanallah. Viongozi wanashindwa kujua nani anastahili kufungwa. Ma min shay'in ahwaja min ila sijni min al-lisan, hakuna kitu ambacho inastahili kufungiwa ndani kama ulimi. Abu Bakar as-Siddiq, sahaba wa kwanza mtume Muhammad katika utukufu kwa kila kitu, aliyetajwa ndani ya Qur'ani mara 4, khalifa wa kwanza wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anapokana watu wengi anachukua vitambaa anaingiza mdomoni, mdomo unavimba. Paka Umar anamwambia hawin alayka ya khalifata rasulillah, unajipa adhabu wewe khalifa wa mtume, usifanye hivyo. Vitambaa kila siku unaweka mdomoni haifai. Anaogopa, hataki kuongea katika majlisi ya watu, hataki kuchangia, anaogopa ulimi wake usije ukamponza. Abu Bakar anasema hadha alladhi awradani almawarid, wallahi mimi huyu sitomwacha, huyu ndio atakayenipeleka pahala pabaya. Waislamu, ulimi ni hatari na ni hatari na ni hatari kuliko hatari. Aisha mke wa mtume siku moja alimtaja Safia kwa ubaya, kama wanadamu walikuwa wanakosea, na Aisha alikuwa na wivu. Akamwambia mtume ishtibgha minha qasira ana ahla minha ana kadha, zai ma taarifu hikayat an-nisa, kwamba mimi ni mzuri, mimi kadha, mimi kadha. Safia mtume mfupi, mimi nakushangaa na mangania nini huyu mfupi, huyu mfupi tu kasema. Sasa hivi mimi na wewe tunawaita watu kikono, fidodido kwa sababu mwembamba, chinene, majina tunapachika watu. Qasira kasema ghadiba an-nabiy al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, wallahi mtume alibadilika, alisema maneno mazito. Anasema laqad qulti kalimatan law muzijat bima'i al-bahri la mazajatuhu, wallahi Aisha, maneno uliyotamka laiti kama yatadumbukizwa ndani ya bahari, bahari itabadilika, itakuwa inanuka. Waislamu, mimi nakumbuka mwaka jana, wallahi kadhia imenitokea mimi mwenyewe, nitakuhadisia japo sitomtaja mtu mwenyewe ni nani, ili huenda na wewe ukajifunza. Mwaka jana katika mihadhara Sheikh Abdullah, nakumbuka Qiblatain, tulikuwa tuna mihadhara kama hii na shekhi wetu mzee wetu pia nakumbuka, nami nilikuwa na maudhui yenye kusema umuhimu wa Qur'ani kwa wale wanaokumbuka. Wakati nimemaliza muhadhara nimetoka, kuna mtu mmoja alinifuata, namfahamu, asema shekhi samani sana, kanishika ndevu akaanza kutoa chozi. Nikamwambia vipi? Anasema wallahi nimeswali msikiti wa Qiblatain siku 3 mfululizo. Niliposwali kila siku nasikia maimamu wanatangaza mihadhara, msisahau kesho Idrisa fulani, kesho Qiblatain Kishki, kesho sijui nani. Mimi nikasema huyu mtoto Kishki naye siku hizi anajidai huyu, wallahi alazim anadisa hivi hivi. Lakini shekhi nilikuwa nimefunga, nilipoondoka pale nikasema somo yangu nimebatilisha, nimekutaja vibaya, nalia ndugu yangu unisamehe.
naamini naweza nikakuficha, lakini siku ya kiyama nitaumbuliwa na viungo vyangu. Wallahi naapa niko katika nyumba ya Allah. Nikamwambia wallahi inaonyesha una imani, japo shetani alikupelekea ukatereza, nami nimekusamehe. Ndugu Muislamu, mimi na wewe tusisite tunapomsema Muislamu vibaya. Kamgongee saa 8 usiku nyumbani kwake, mwambie qultu fika kadha wa kadha, wallahi nilikusema kadha na kadha, naomba unisamehe. Usiponisamehe mimi najua siku ya kiyama muflis. Na kuna watu mahodari wanatoa vya kutosha duniani hapa na wanafanya amali mbalimbali, lakini wallahi siku ya kiyama wanawafanyia wenzao, kama hadithi ya muflis. Na hitimisha muhadhara wangu kwa hadithi inayopatikana katika sunani ya al-Imam Abu Daud, hadithi ambayo insha Allah huenda ikawa miongoni mwa hadithi zitakazotikisa nafsi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema الربا 72 baban, riba ina milango 72. Dhambi ndogo kuliko dhambi zote katika riba, yani yule anayoandikiwa dhambi ndogo kwamba huyu bwana anaandikiwa kijidhambi kwa sababu leo kala riba, basi udogo wa dhambi hiyo an yankiha ar-rajulu ummahu, sawa na mtu amemuingilia mama yake mzazi. Wallahi alazim, ndio dhambi ndogo. Kama itakuwa ni 70 ya pili, bado kuna 60 ngapi, kuna 50 ngapi, kuna ile dhambi ya kwanza haifahamiki ukubwa wake ukoje, mtume hakufafanua. Ikiwa dhambi ndogo tu sawa na umemwongelea mama mzazi, bado milango 71 imebaki, ukubwa wake ni zaidi ya hiyo. Mtume anasema wala isikutisheni kabisa kuhusu riba, wa inna arba riba, nikuelekezeni juu ya jambo ambalo ni zito kuliko hata dhambi za riba. Istitalatu ar-rajulu fi irdi akhihi al-muslim, ni kile kitendo mtu anachukua ulimi wake na kuzungumza habari za Muislamu mwenzie, kumsengenya Muislamu mwenzako, kumtukana, kumpakaza matope, kumpa majina. Madhambi yake ni mazito kuliko hata riba.